Hapa kuna mchumba wa Simba, hapa kuna mchumba wa Yanga. Unaenda kwa nani? Mchumba wa Yanga. Mchumba wa Yanga. Yeah. Kwa nini usimchukue ili Simba akakuita shemeji? Hapana, kwa sababu pia akinifunga itakuwa dharau. Itakuwa dharau, patakuwa pakaliki. Utashindwa kurudi nyumbani. Bwana, asante sana kwa muda wako. Waligani mpenzi mtazamaji wa Watch Plus TV, channel ambayo inaongea kuhusu soka, channel ambayo inaongea kuhusu burudani, na tuko kwenye pindi letu la kibabe, pindi letu la kijanja, football admin, mahali ambapo soka tunaliishi kwa maneno, mahali ambapo tunaangalia takwimu mbalimbali za kimichezo. Utatupata kupitia Instagram kama Watch Plus TV, pale TikTok Watch Plus TV, pia YouTube Watch Plus TV. Usahau kutufollow ili kupata taarifa za kimichezo ambazo zitakuwa zinatufikia. Mimi naitwa Abbas Abdullahi Hassan, winga nambari 7 mgongoni, nitakuwa nateleza nayo kwenye vipindi mbalimbali vya kimichezo. Hii ni Watch Plus TV, chaneli namba 1 ya burudani na michezo. Bwana sister Said. Salama. Kwema kabisa. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Benadeta. Benadeta. Au maarufu Mama Gile. Okay, na kuna umevaa shati kama ina wekundu fulani. Wewe kwanza ni Simba au Yanga? Mimi Yanga nimevaa tu. Wewe ni Yanga? Mchezaji gani wa Yanga ambaye unamkubali sana? Okelo. Okelo. Unamkubali sana Okelo. Unadhani kwa nini unamkubali sana Okelo? Kwa nini unamkubali Okelo? Okelo kwa sababu anatupa furaha, akitoa assist inakubali, akipiga shoot inakubali. Unaambia nini wana Simba? Wana Simba tunawaambia ili kombe la kwetu, na tunasajili wengine wazuri zaidi, mwakani tena tupambanie lingi kombe tena. Yanga unawapa miaka mingapi kuendelea kuitawala Simba? Yaani hata miaka 20. Miaka 20? Inatokea unagaiwa kitita cha fedha na kwambia uende pale Simba, utaenda kweli? Au unaipenda Yanga kutoka damu? Yaani hata wakinichinja siwezi kwenda Simba. Huwezi kwenda Simba kabisa. Wewe ni Yanga damu. Naipenda mpaka nitakufa nayo. Kwa hiyo umeanza kuishabiki Yanga muda gani? Tangia mdogo. Tangia mdogo? Umesha kwenda kuangalia mpira uwanjani? Sana tu. Sana. Na mara nyingi. Ikitokea mechi ya Simba na Yanga, kwako kwa sasa hivi unampa nani? Hata kama ni Yanga, lakini tunaangalia ubora. Simba naona amekuwa bora sana. Kati ya Simba na Yanga unampa nani? Unampa nani? Mimi bado naipa Yanga. Bado naipa Yanga. Yanga wako bora sana. Sijaona ubovu wao. Sijaona ubovu wao. Sijaona. Bado inatupa raha. Bado inawapa raha sana. Fungwa mara moja lakini bado tuna furaha. Shabiki ndaki na hapa naona kuna shabiki kapiga uzi wake wa Yanga. Naam, unaitwa nani? Mimi naitwa Pio. Pio. Ni shabiki wa timu gani? Young Africans. Unadhani kwa nini unaikubali Young Africa? Kutokana na mapenzi yangu mwenyewe kutoka moyoni, naikubali tu Young Africans. Tangia niko mdogo naikubali. Yeah. Na ni mchezaji gani pale Yanga unamkubali sana? Alani Okelo. Alani Okelo. Unadhani kwa nini unamkubali Okelo na sio Mzizi ambaye alikuwa ni topu pale Yanga? Namkubali Okelo kwa sababu kwenye kuataki mipira na finishing zake ziko vizuri, kwenye kutoa pasi za mwisho na kwenye kufunga pia yuko vizuri. Naam, hapa kuna shabiki wa Simba, hapa kuna shabiki wa Yanga. Wote wanataka usafiri. Wewe utampakia shabiki gani? Nitampakia shabiki wa Yanga. Kwa nini unamwacha wa Simba? Kwa sababu siwezi nikamwacha, yani shabiki wa Yanga sawa sawa na ndugu yangu. Siwezi nikamwacha. Kwa hiyo shabiki wa Simba yeye atafute sehemu nyingine. Anaweza akatafuta sehemu nyingine opposite. Unadhani kwa nini timu yetu ya Taifa Stars haifanyi vizuri katika michuano mbalimbali ambayo imeshiriki? Okay, kwanza kabisa kwa majina anaitwa Frank Alani. Kwa hiyo hapo ni kwamba kinachoifanya timu yetu ya taifa isifanye vizuri ni ile usimba na Yanga. Watu wengi tumebezi sana kwenye Simba na Yanga, Simba na Yanga, Simba na Yanga. Ndio maana hata ikitokea timu yetu ya taifa ina mechi aidha ya kirafiki ambayo inatambulika na mashirikisho ya mpira duniani au kivyovyote, hata wadau wa soka ambao ni washabiki walaji wa hicho kitu huwa pia wanakuwa ni wazito kwenda kuangalia mechi kutokana na hiyo Simba na Yanga. Naam, tukiwa tunaendelea hapo tupate maoni ya mdau mwingine. Ni kwa nini timu yetu ya Taifa Stars haifanye vizuri kwenye michuano mbalimbali? Unazungumziaje mdau? Mimi sina la kusema, bali mimi naitwa Emmanuel Machumu, lakini pamoja na kwamba wenzangu jinsi walivyosema, sina mengi zaidi. Ambao unaoharibu mpira ni Simba na Yanga, kwa sababu viongozi wetu wangesimama tangia mwanzo kwamba watengeneze vipaji
vya vijana ili waweze kucheza timu ya taifa, lakini pamoja na hilo hawakuliona mapema. Kwa sasa hivi ndo wameanza kuliona kwamba huku tunako kwenda kutakuwa na nini, kutakuwa na operation ya kupata hivyo au vijana wa taifa, timu ya taifa. Kati ya Simba, Yanga na Azam, nani apewe uwakilishi bora wa kimataifa? Kuna penati moja kati ya watu watatu, namchagua nani apewe bendera ya kuiwakilisha taifa? Najua zote zinawakilisha taifa, lakini unatakiwa umchague mmoja kuliwakilisha taifa au mmoja kwenda kupiga penati. Kwako utampa nani? Kiheshima mimi nitaipa Yanga. Ni kwa nini unawapa Yanga? Ni chama langu. Chama lako. Kuna sababu zozote ambazo chama lako linaizidi Simba au Azam? Timu umezitaja timu tatu na inahitajika moja. Hizo timu tatu zote zina wachezaji machuadi na zinafanya vizuri kwenye ligi. Kinachobaki unaangalia ni kwa nini ninasema Yanga. Nasema Yanga kwa sababu ninaiona ikiwa na uwezo. Ina wachezaji wanaoweza kukuofa kitu. Hivyo tu. Unadhani Yanga mpo bora sehemu gani kuliko watani zenu? Yanga sehemu ambayo mimi naweza kujivunia ni kwenye kiungo. Kwenye kiungo 6-8 wanaitembeza timu vizuri. Hapa kuna Simba, kuna Yanga, kuna Azam. Mmoja anatakuwa katuwakilishe kimataifa, ni kama penalti imebakiwa moja ipigwe. Kwako unaipa timu gani na ni kwa nini umeipa hiyo timu? Sasa hapo bwana hapo. Hapo bwana mimi nitaunganisha na mapenzi. Sawa. Mimi nitasema Yanga. Nitasema Yanga kwa sababu kwanza ni timu ambayo nataka ikaonekane kimataifa. Hilo la kwanza. Kwa hiyo kama nataka ikaonekane kimataifa, kuonekana kwake ndo kujiuza. Na wachezaji wetu ndo wanapoonekana hapo. Kwa hiyo moja kwa moja nitachagua mtoto wa nyumbani. Ukiangalia pale Yanga tunaona Okello anaimbwa sana kuliko mchezaji mwingine mzawa ambaye anacheza ndani ya ligi, lakini pia pale Simba tunaona Clatous Chota Chama kutoka Zambia akiwa ameteka Simba. Hakuna mchezaji mzawa ambaye anaongelewa sana. Unadhani kwa nini wachezaji wazawa hawapewi nafasi kama wachezaji wa kigeni wanavyopewa? Kwanza kabisa inabidi hao professional players kutoka nje tuwashukuru. Hicho cha kwanza. Katika engo gani? Kwamba kabla ya hao wachezaji timu zetu hususani labda Simba au Yanga kimataifa zilikuwa haziendi mbali. Lakini ukiangalia ujio baada ya hao wachezaji kuna impact kubwa katika kuendelea kisoka, vilabu vyetu vimefanyaje, vimesogea mbele. Kwa hiyo hao wachezaji wanaotoka huko mbali kuja huku kwetu ni kwamba moja kwa moja wanajua kabisa naenda kufanya kazi, na wanakuja wakiwa wanajua kabisa hapa naenda, lakini ni kama njia, kama daraja napita. Kwa hiyo wanapokuja hapa hawezi kufanya uzembe kama wachezaji wetu ambao tunakaa nao huku mtaani. Akisha kuwa ameperform mechi ya kwanza ya pili akiimbwa sana, kichwa kinavimba, tofauti na mchezaji kutoka nje ambaye anajua kabisa nimeenda nchi ya watu kwenda kutafuta maisha. Kwa hiyo ni lazima hao tuwaimbe kutokana na impact ambazo wanaonyesha au mchango ambao wanaonyesha kwenye soka letu. Wazawa sawa wanapewa nafasi, lakini wanapewa na wakigeni kwa sababu wale ni wako professional zaidi tofauti na wale wa Kitanzania, kwa sababu wa Kitanzania wanakulia mitani, hata zile skizi za mpira hawana. Hawa wanaopewa nafasi ndio wenye skizi za mpira, ndio maana unaona wanapewa nafasi kubwa. Ni kwa nini ligi kuu Tanzania bara inakuwa kwa kasi ukilinganisha na miaka ya nyuma? Tukiangalia sasa hivi wachezaji kutoka Kongo, wachezaji kutoka Uganda, wachezaji kutoka Zambia wanakuja sana kwenye ligi yetu. Nadhani kwa nini? Ndugu mtangazaji, kwa majina anaitwa Hassan Mchome. Katika mada ambayo unayoizungumzia kuhusu mabadiliko ya ligi, cha kwanza lazima tuwape heshima kwanza wachezaji wa kigeni, wameleta mabadiliko ya kimtazamo. Lakini jingine ambalo linaibeba ligi ni mabadiliko pia ya kiuwekezaji. La tatu, ubabaishaji kwenye malipo. Hakuna professional anaweza kuja kwenye timu
alafu mkaingia mkataba, lakini kwenye uwajibikaji wa malipo ukawa si mzuri, huwezi kuvuna unachokitaka kutoka kwake. Kwa hali hiyo, ukija ukiangalia na hamasa ambayo Azam wamekuja kuifanya, uwekezaji wa matangazo, imeleta nuru kwenye ligi. Hivyo ndivyo vitu muhimu ambavyo unaweza kuviona vimeleta tija inayowafanya ligi nyingine za Afrika Mashariki kuonekana si bora kuliko ligi ya kwetu. Lakini tukibaki hapo hapo, unadhani kwa nini wachezaji wazawa hawapewi nafasi kama wachezaji wa kigeni? La kwanza ambalo tunatakiwa tulione, wachezaji unaowaleta kwenye ligi ya kwako wanatoka kwenye timu matured, wanatoka kwenye academy, wamelelewa kimpira. Unamuongelea mtu kama Okelo ambaye leo unasema anaimbwa Chama, wanatoka kwenye ligi za aina gani, wanatoka kwenye timu za aina gani, na wamekuzwa katika mazingira gani ya kimpira. Wewe leo mchezaji wa Kitanzania hapa unampata kwenye ndondo, ambao mchezaji anatoka amecheza mpira wa mtaani, ameingia kwenye ndondo, kaibuka, anachukuliwa, anaenda kuandaliwa tena kuwa mchezaji. Si rahisi kukupa kilicho bora sana huyu unayemchukua. Okay, tukiwa tumebaki hapo hapo, je, unadhani ni kwa nini Simba wanashindwa kumfunga Yanga? Unadhani kwa nini? Ni miaka mingi sana imepita tangu Simba amfunge Yanga. Unadhani Yanga amejiimarisha sehemu gani hadi Simba kumshindwa kwa sasa? Tunapoondoa ushabiki tukiongelea mpira, cha kwanza Simba kuna maeneo amejikaba wenyewe. Sio kwamba Yanga wana ubora mkubwa kumshinda Simba. Migogoro ndani ya viongozi, mkiwa mnaminyana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya maslahi, mnashindwa kupeleka fikra zenu kwenye kusimamia kile ambacho mnapaswa kukisimamia. Yanga wamepata viongozi wakaelekeza nguvu zao kuhakikisha timu inafanya vizuri ili na wao thamani yao ionekane kwa wadau. Simba wamekuja dirisha dogo juzi, wamegundua makosa yao. Maingizo ya wachezaji walioingiza yameleta uhai kwenye timu. Next kwa mechi zijazo, unaona tayari kuna mabadiliko. Simba sio mnyonge tena kwa nani? Kwa Yanga. Japo Yanga naye anakuwa na mapungufu yanayoonekana kwa Simba sasa kwa sababu ya majeruhi. Lakini mizani ukiitafuta Simba ya miaka miwili iliyopita na Simba inayoongelewa leo, kuna kitu kimeongezeka. Hivyo. Okay. Unadhani kwa nini Yanga amekuwa bora sana kwa hii misimu michache iliyopita kuliko Simba? Yanga amekuwa bora kutokana na uongozi. Yaani lazima tuongelee hapo leadership. Uongozi uliokuwepo kipindi cha nyuma na uongozi wa sasa ni tofauti. Kwa hiyo mtu hawezi kuishi uongozi uliopita, lazima na yeye afocus na vile ambavyo anahisi iko timamu. Lakini ukija kusema ni kwa nini Simba ameshindwa kumfunga Yanga, hata ukiangalia rekodi tangu vilabu vinaanzishwa, bado Yanga hata awe ni mbovu vipi, anapokutana na Simba ni kama wachezaji wanakuwa wamelishwa sumu, wanajua kupambana. Ndio maana hata ukienda kwenye zile rekodi za wao Simba na Yanga tangu wakutane kwenye mashindano ambayo yanatambulika, Simba anakuwa amefungwa mara nyingi. Lakini pia tunarudi kwa hapo ni uongozi kusimama na kuwa imara. Naam, brother, unadhani ni kwa nini Yanga kwa misimu michache iliyopita amekuwa bora kuliko Simba? Kwa sababu Yanga ina viongozi bora. Kila timu inakokwenda viongozi wapo na wanaangalia makosa ya wachezaji wanaoingia uwanjani pamoja na kusakata soka. Hayo ni maoni ya wadau mbalimbali wakizungumzia kuhusiana na michezo, na kukumbusha tu hii ni Watch Plus TV, unatupata pale YouTube, Instagram pamoja na TikTok, kuandika Watch Plus TV. Hakikisha kuwa unatufollow ili kupata taarifa za kimichezo ambazo zitakuwa zinakujia. Mimi ni Abbas Abdullahi Hassan, tukutane tena wakati ujao.